Leo nimejikuta tu nikiyakumbuka mambo ya mbali kidogo. Mwaka 2003, ukitoka shule unakimbia ile mchana kwenda kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle, na ukisikia tu neno linasema Baghdad, ujue ni Umri Heli yuko zamu hivi leo kutupasha kile kinachoendelea Mashariki ya Kati, hususan hapo Iraq. Ni mwezi Machi mwaka 2003, tunakimbizana kwenda kusikiliza habari. Ukitoka hapo mchana, jioni lazima mwasikilize BBC wakiarifu yanayoendelea huko, na VOA, Voice of America, nao wakitupasha habari za kina kabisa. Redio moja ya mataifa wakuwa nyuma kutuhabarisha ya Mashariki ya Kati. Ninaona wivu kwa sababu Mashariki ya Kati imekuwa ni uwanja mzuri sana wa kutufundisha namna ambavyo Marekani ni kipenzi cha demokrasia ya dunia hii. Na mwaka 2003 mwezi Machi huo, watu wapo Iraq, hapo Baghdad na miji mingine, jeshi la Marekani likiongoza mataifa washirika linakwenda kumuondoa madarakani Saddam Hussein, dikteta kabisa huyu ambaye anatawala taifa hili kwa mkono wa chuma, na amefanya Mashariki ya Kati yote kuwa chini ya mkono wake, akilemaza huku na kule, na wananchi wake hawana raha kabisa. Lakini kikubwa anachoharibu leo Saddam Hussein ni kumiliki silaha za maangamizi, weapons of mass destruction, na ushahidi ulikuwa wazi. General Colin Powell, yeye alikuwa waziri wa mashauri ya kigeni ya Marekani, anajihudhurisha kwenye hadhara ya Umoja wa Mataifa pale Manhattan nchini Marekani kupeleka ushahidi wa satellite wa kurekodiwa mazungumzo na nyaraka zote kwenye hadhara ya Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa. Jenerali Colin Powell mjanja anaambia dunia na Umoja wa Mataifa, Baraza Kuu lile, huyu jamaa anamiliki silaha za maangamizi, kitisho kikubwa kwa umma wote wa dunia. Saddam Hussein ashughulikiwe. Kura inapigwa, mataifa 15 ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa yote anapiga kura. Hakuna hata mmoja aliyesema hapana au kuabstain kutoka kwenye kura ile. Azimio la Umoja wa Mataifa 1441 linapitishwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kipindi hicho Kofi Annan. Kwa ushahidi ule naye hakuwa na namna, anasema bwana, kwa sababu ndugu yetu Saddam Hussein ameshindwa kusalimisha silaha hizi za maangamizi, ataiweka dunia pabaya, suluhisho ni kwenda kumvamia. Vita inarindima Machi 2003. Vita inapigwa, jeshi linalemazwa la Iraq. Hatimaye nguvu inapotea kabisa ya Saddam Hussein, anatoweka madarakani na anakamatwa mwaka 2006, ananyongwa. Kitisho kinaondoka, na dhani mpaka hivi leo ndugu zetu wa kule Baghdad na maeneo yote ya Iraq ni miongoni mwa mataifa yenye ufahari mkubwa, wakiishi kwa amani, demokrasia, kwa sababu yule mtu kilikuwa kitisho kikubwa sana na aliondoka. Na hivi leo nchi ya Iraq ni ya kujivunia, demokrasia kubwa, tumia vizuri mafuta yao na rasilimali zao, na aliwahi kuonya Netanyahu kwamba yule mtu akiondoshwa Mashariki ya Kati yote itakuwa salama. Sawa, asanteni sana Marekani pale Iraq, nadhani wana maisha mazuri kuliko raia wengine wote duniani. Inakuja 2011, tunaelekea hapo kaskazini mwa Afrika. Dikteta kabisa huyu, mtu mbaya, wananchi wake hawana uhuru wa kujieleza, wanamjua yeye tu tangu watu wazima waliozaliwa na watoto wao. Mwaka 69 sasa amechukua madaraka Kanali Muammar Gaddafi. Kwa nini unaishi na watu wako kiasi hiki? Hawapati nafasi ya kumchagua mtu mwingine wewe Gaddafi. Kanali, si wewe ulisema utaongoza, utaki hata kuitwa rais, ni kiongozi wa watu, a brother to people. Imekuwaje Gaddafi? Wanaandamana baada ya Arab Spring 2011. Wape nafasi waandamane, wapate sauti yao, ondoka madarakani Gaddafi. Lakini nini unakifanya? Gaddafi, wewe unaua waandamanaji kupitia silaha za moto. NATO, Ufaransa, Hillary Clinton na Obama, tumuondoshe huyu mtu, analeta masiara haya. Anaondoka Muammar Gaddafi.
hatunaye duniani. Ameuawa kwa kifo cha ajabu. Kuna nadharia nyingi juu ya kifo chake. Hata kuna wengine wajinga tu wanaenda mbali zaidi, wanasema Nicolas Sarkozy aliyekuwa rais wa Ufaransa ndiye alihakikisha ile timu yake aliyoipenyeza pale Libya, mtu wa mwisho kabisa aliyempiga risasi ya kichwa Gaddafi, ati alikuwa timu ya Nicolas Sarkozy. Wa kupuuza. Wanaofanya yote hawatakii mema kabisa Ulaya yote, na ni wapinzani wa mifumo huru ya demokrasia. Libya leo iko wapi? Ni miongoni mwa mataifa bora kabisa duniani. Demokrasia imetikwa, wanachagua na vizuri Libya, mafuta yao wanayotumia bei ziko chini, huduma zote za kijamii. Libya ni taifa la mfano wa kuigwa. Kwa hiyo tunashukuru kwa demokrasia kubwa kabisa ambayo inapigiwa mfano kule nchini Libya. Mashariki ya Kati bado kuna kitisho. Iran, mbona unataka uchukue utawala Mashariki ya Kati yote? Mbona kuna ndugu zako wengi wanakuzunguka Iran? Wewe Ayatollah Ali Khamenei, wewe kila siku unapiga kelele death to America, death to Israel. Hauna mambo mengine ya kufanya ndugu yetu? Halafu mbona unarutubisha urani? Si kwa nishati. Tumeshagundua silaha za nyuklia. Unataka kuimaliza Israeli na Mashariki ya Kati iwe chini yako, na zaidi utaenda Marekani. Kichwa chako Ayatollah si kizuri. Achana na huo mchakato wa silaha za nyuklia. Alafu mbona wanawake amwapi haki zao hapo Iran? Shida nini? Waandamanaji tu wakijitokeza mshapiga risasi za vichwa. Shida nini? Mbona mnaua raia wenu? Ayatollah, mbona unakuwa katili kiasi hiki Ayatollah Ali Khamenei? Desemba maandamano hapa, Desemba 2025 maandamano yamekuwa makubwa. Simwache watu waandamane. Mbona unaua mamia kwa maelfu? Marekani njoo. Bibi Netanyahu. Hiki ni kitisho kikubwa. Huyu jamaa mpango wake wa makombora ya masafa marefu na silaha za nyuklia hautaki kuvumiliwa. Haya mazungumzo tunayofanya naona kama naibaiba tu muda ili amalizane na silaha zake za nyuklia. Aondoke huyu. Februari 28, Jumamosi tu hapa, mwaka 2026, Ayatollah Ali Khamenei anaangushwa chini. Miaka 86 ya kuishi duniani inatamatika. Pasi na shaka ndugu zetu pia wa Iran wanakwenda kuwa miongoni mwa mataifa bora kabisa ambayo demokrasia yake, watu wake kusema kwa uhuru, watazidi hata Ulaya kote, hata Marekani hawatosogea kwa kile ambacho kinakwenda kutokea hapo Iran. Naonea wivu sana ndugu zangu wote wa huko Mashariki ya Kati na kote ambako Amerika na washirika wake wamefanya misaada, na maisha ya watu wa huko ni ya kupigiwa mfano.